rafiki zangu, kama vile pale awali nilivyowafundisha kuhusu Musa na kuhusu Yesu. Yaani hatuwezi tukawatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Yaani hatuwezi tukamtumikia Musa pamoja na Yesu. Yaani lazima tumtumikie mmoja ambaye ni Yesu peke yake, kwa sababu Yesu ni mkuu kuliko Musa, Yesu ni mkuu kuliko Yohana. Kwa hivyo leo ningependa tujifundishe mafundisho mengine hapa, tukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18 kuanzia mstari wa 15, kwamba maandiko inasema kwamba Bwana Mungu wenu atawainulia nabii kama mimi kutoka miongoni mwa ndugu zenu, msikilizeni yeye. Yaani huyu ni Musa. Musa hanazungumza habari za mtu mwingine, wala Musa hazungumzi habari zake mwenyewe. Yaani Musa hazungumzi habari zake, bali anazungumza habari za mtu mwingine. Wala Musa hazungumzi habari za Yohana Mbatizaji, hapana. Musa anazungumza habari za mtu mwingine ambaye ajaye, ambaye atakuwa ni mkuu kuliko yeye Musa, na yeye atakuwa mkuu kuliko yule Yohana Mbatizaji. Kwa hivyo Musa haneni habari zake hapa. Musa hananena habari za mtu mwingine. Kwa hiyo mstari wa 16, kwa kuwa hivi ndivyo mlivyomwomba Bwana Mungu wenu kule Horebu siku ile ya kusanyiko, wakati mliposema, na tusisikie sauti ya Bwana Mungu wetu, wala kuona moto huu mkubwa tena, ama sivyo tutakufa. Yaani Musa anawaeleza wale watu kwamba hawa watu ambao walikuwa wanaongoza, hivyo ndivyo walivyoomba wao wenyewe, wakasema tusisikie sauti ya Bwana wala kuona ule moto mkubwa, au sivyo tutafanya nini? Tutakufa. Kwa hivyo Mungu akamwambia Musa kwamba Bwana akaniambia wanachosema ni vyema. Yaani Mungu akaelezea Musa, hawa watu vile wanavyosema ni vyema. Nitawainulia nabii kama wewe kutoka miongoni mwa ndugu zao, nitaweka maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia kila kitu nitakachomwamuru. Yaani Mungu akamwambia Musa, hawa vile wanavyosema ni vyema kabisa, nami nitawainulia nabii kama wewe kutoka miongoni mwa ndugu zao, na kila mmoja anafaa kumsikiza yeye. Kwa hivyo hizi habari hazikuwa za Musa, au hizi habari hazikunena kuhusu Musa. Hapana, hizi habari zilinena kuhusu mtu mwingine ambaye atakayekuja ni mkuu kuliko yeye, ni mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Mbona nazungumza hivyo? Kwa sababu watu wengi wameweka tumaini lao kwa Musa, wengine tumaini lao kwa Yohana, lakini hawa Yohana na Musa walinena habari za mtu mwingine, bali hawakuwa wananena habari zao wenyewe. Kwa sababu gani? Tukisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 5 kuanzia mstari wa 45, kwa sababu Yesu anazungumza, anawaambia, lakini msidhani kuwa mimi nitawashtaki mbele za Baba. Mshtaki wenu ni Musa ambaye mmemwekea tumaini lenu. Yaani Kristo anasema mimi sitawashtaki mbele za Baba yangu ambaye ndio Mungu wenu. Kwa sababu gani? Kwa sababu nyinyi mmeweka tumaini lenu kwao. Yaani hawa watu, Musa aliandika habari za kuhusu Yesu ili wale watu waamini ule Yesu, yule nabii ambaye Musa alizungumzia. Sasa hawa watu wameweka tumaini lao kwa Musa, lakini tukiangalia kwa kweli kabisa, hawa watu hawakuwa wanaamini yale Musa alikuwa anayaandika. Kumhusu nani? Kumhusu yule nabii ambaye atakayekuja, ambaye wakati huu alishawasilia tena yupo. Kwa hivyo tukisoma mstari wa 46 sema, kama mngelimwamini Musa, yani Kristo anawaambia kama mngeamini Musa yale aliyoandika, mngeniamini na mimi, kwa maana aliandika habari zangu. Yaani Yesu anawaambia kama mngemwamini Musa yale aliyoandika, mngeniamini na mimi. Kwa hivyo ndio maana nikakwambia Musa hakuandika habari zake mwenyewe, wala hakuandika habari za Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo mstari wa 47, lakini ikiwa hamwamini aliyoandika Musa, mtaaminije ninayoyasema? Huyu ni Yesu anawaambia, kama Musa aliandika habari za Kristo Yesu au habari zangu, ambayo ni Yesu anayezungumza hapo, itakuwaje mtaamini yale
vyema? Kwa hivyo hizi habari Musa alikuwa anazungumza juu ya Yesu, yaani manabii wote na sheria yote walioandika yalikuwa yanamaanisha Kristo, yaani yote yalikuwa yanawaelekeza kwa Yesu, yaani sheria yote na manabii ilikuwa inawaelekeza wote kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo tukisoma katika kile kitabu hiki cha Yohana, bado tuone ushuhuda wa Yohana. Tukisoma kitabu cha Yohana 1 tuanzie mstari wa 19, tuone ushuhuda wa Yohana. Maandiko yanasema huu ndio ushuhuda wa Yohana wakati Wayahudi walipowatuma makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu kumuuliza, wewe ni nani? Yohana alikiri waziwazi pasipo kuficha, akasema, mimi si Kristo. Yaani wale Wayahudi walituma Walawi na makuhani kwenda kuuliza Yohana, wewe ni nani? Je, wewe ni Kristo? Je, wewe ni yule Elia? Je, wewe ni yule nabii? Yohana akasema, hapana, mimi siye. Yaani Yohana hakuwa peke yake, alikuwa na wanafunzi wake. Kwa hiyo mashahidi walikuwepo, Yohana akisema mimi sio Kristo. Ndio unaona Yohana pia yeye ananena habari za mtu mwingine, haneni habari zake. Yaani nakufundisha hili pia wewe uache kuweka tumaini lako kwa manabii. Yaani tumaini lako liufuate nani? Liwe kwa Yesu Kristo. Rafiki yangu naye nisikiliza. Kwa hivyo Yohana alikiri waziwazi pasipo kuficha, akasema mimi si Kristo. Wakamuuliza, wewe ni nani basi? Je, wewe ni Elia? Yeye akajibu, hapana, mimi si. Je, wewe ni yule nabii? Akajibu, hapana. Ndipo wakasema, basi tuambie wewe ni nani, ili tupate jibu la kuwapelekea wale waliotutuma. Wewe wasemaje juu yako wewe mwenyewe? Naona akawajibu kwa maneno ya nabii Isaya, akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, yanyoosheni mapito ya Bwana. Basi walikuwa watu wametumwa kutoka kwa Mafarisayo, wakamuuliza, kama wewe si Kristo wala si Elia wala si yule nabii, kwa nini unabatiza? Yeye ajaye baada yangu sistahili hata kufungua kamba za viatu vyake. Yaani naona Musa na Yohana wananena habari za mtu mwingine. Tumeona Musa, bado tunaona Yohana. Yohana anasema, yaani kuna mtu ambaye ako katikati yenu, ambaye msiyemjua, ambaye ni mkuu kuniliko mimi, ambaye ni mkuu kuliko wale waliokuwepo, ambaye kila mmoja anafaa kuweka tumaini lake kwake. Rafiki yangu, Yohana alikuwa anabatiza kwa maji, akisema yule atakayekuja atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo inamaanisha wewe ukibatiza kwa maji, yale Yohana alikuwa anafanya na yale Musa, wale watu waliobatizwa kuwa wa Musa bado, inamaanisha wewe haukuelewa au manabii kile wanachokizungumza. Kwa hivyo tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume tuweze kuangalia zaidi kwamba vile baada ya huyu mwenye Musa aliyezungumzia, baada ya kuja alifanya kila kitu kuwa upya. Matendo ya Mitume 3 tuanzie mstari wa 21, inasema kwamba ilimpasa mbingu zimpokee mpaka wakati wa kufanywa upya kila kitu, kama Mungu alivyoahidi zamani kupitia kwa vinywa vya manabii wake watakatifu. Yaani ilimpasa mbingu zimpokee wakati wa kufanywa kila kitu upya. Yaani kila kitu ilifanywa upya kwa wale mnaofuata sheria ya Musa. Sheria iliondoka, hatuko chini ya sheria tena, bali tuko chini ya sheria ya Roho ambayo imetuweka huru, ambayo ni sheria ya Kristo Yesu. Kwa hivyo ikamanika nile kikisema kwamba kwa maana Musa alisema, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii kama mimi kutoka miongoni mwa ndugu zenu, itawapasa kumtii huyo kwa kila jambo atakalowaambia. Yaani inakupasa kumtii Yesu kwa kila jambo atakalowaambia, kwa sababu Mungu anasema nitaweka maneno yangu kinywani mwake, nami nitamwamuru awaambie kila kitu ambacho nitakachomwambia mimi Mungu. Kwa hivyo rafiki yangu,
tumaini lako weka kwa Kristo Yesu. Wale manabii wote walikuelekeza kwa Yesu. Kwa hiyo mstari wa 23 unasema mtu yeyote ambaye hatamsikiliza huyo nabii hatatupiliwa mbali kabisa na watu wake. Kwa hivyo usipomsikiliza Yesu utatupiliwa mbali kabisa kabisa kabisa, rafiki yangu. Kwa hiyo tukisoma katika kitabu kile kitabu cha Mathayo 11 tukisoma mstari wa 13 tunaona kwamba kwa maana manabii wote na sheria walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Yaani manabii wote na sheria walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Yaani Yohana huyu alikuwa anawakilisha sheria, akiwakilisha manabii, akiwa kama nabii mwenyewe, na yeye mwenyewe akimtambulisha Yesu. Yaani kila mmoja amwamini Yesu. Kwa hivyo rafiki yangu, Kristo ndiye njia na kweli, na Kristo ndiye kila mmoja amtazamaye anaokolewa na anapona. Yaani kama vile Musa alivyoambiwa ainue yule nyoka wa shaba, kila mmoja amtazamaye atapona. Hivyo hivyo mwana wa Adamu ameinuliwa, kila mmoja amtazamaye anaokolewa. Rafiki yangu, usifuate watu wanaojiita wachungaji. Usiseme tuko na kanisa lako, hapana. Fuata Yesu. Yesu ndiye njia na kweli. Yesu ndiye anao uzima wa milele. Kwa hivyo asanteni sana kwa wale wanaosikiliza. Naomba Roho wa Bwana awaongoze na kuwafundisha ili muweze kuelewa zaidi. Asanteni.